Profesa Neema, ndio. Pongezi bwana kwa kazi nzuri mnayofanya. Asante sana. Nchi imefurahi, watu wameona live Clouds. Clouds TV watu walikuwa wanafuatilia live. Okay. Of course na kwenye social media ya wizara. Kwa hiyo pongezi sana, mfanya kazi nzuri. Tunashukuru sana. Pongezi sana. Naona umechoka kweli kweli. Tangu asubuhi sio mchezo Kwa kweli sijachoka. Kufanya kazi na vijana unapata nguvu. Sijachoka. I'm still energetic. Bado nina nguvu. So amazing. Sasa hebu tuambie. Vijana uchumi challenge. What is it? Hii ni challenge kwa ajili ya vijana kwa sababu tunajua vijana ni asilimia kubwa sana katika taifa letu. Wako zaidi ya asilimia 40. Okay. Kwa hiyo tumeona jinsi gani tuendelee kuwashirikisha vijana. Tunajua wanashirikishwa maeneo tofauti tofauti, lakini safari hii tukasema vijana tunaamini wana mawazo. Mawazo mazuri ambayo yanaweza yakatusaidia sisi kama nchi katika uchumi. Sawa. Hivyo challenge hii ilijikita katika kutafuta mawazo kutoka kwa vijana ambayo yataweza kutuwezesha kujua jinsi gani kama Tanzania ikijikuta imeingia katika misukosuko mbalimbali, jinsi gani Tanzania itaweza kusimama na kuendelea kuimarika na uchumi wake kuendelea kuwa bora. Kwa hiyo tulikuwa tunatafuta mawazo kutoka kwa vijana yanayojikita kwenye kuangalia jinsi gani Tanzania itaendelea kuimarika kiuchumi hata kukiwa na misukosuko. Wow. So amazing. Kwa hiyo mpaka saizi tutarajie nini kwenda finali? Vijana wangapi na mchakato mzima, framework yote itakuwa na tija gani kwa nchi? Kwa hiyo kwa sasa tutegemee tunatafuta vijana 10 watakaoenda kwenye finali. Okay. Mchakato ulianza mwezi wa 4. Sawa. Tulipata maombi zaidi ya 7,800. Wow. Ambayo tumeyachakata kwa hatua mbalimbali yakiwashirikisha majaji ambao ni vijana wenyewe. Tukayachakata kwa hatua kama 3 hivi hapo mwanzoni. Mpaka tulipofika hatua ya 4 sasa tukawa tumepata vijana 100 ambao hawa waliingia kwenye robo finali. Walipofika pale sasa ndo wakakutana na sisi majaji wengine. Okay. Na sisi sasa tumekutana nao kwenye robo finali, tumewasikiliza, tumeongea nao. Kwa kweli vijana wana inspire, wana mawazo mazuri, wana mawazo yako na ubunifu na wana mawazo ambayo hakika yanaweza kuwa implemented, yanaweza kutekelezwa. Kwa hiyo tumetoka kwenye 100 tukiwa nao kwenye robo finali, tukawasikiliza wote 100 na tumefika 30 na leo tulikuwa tunafanya nusu finali sasa ya kuwasikiliza wale 30. Kwa hiyo kwa kweli tumekuwa nao muda siku nzima ya leo tukimsikiliza kila mmoja atueleze. Na katika hawa 30 sasa ndio tutapata vijana 10. Bado tunaendelea na zoezi kupata vijana 10 watakaoenda kwenye finali. Wow. So ina manufaa gani kwa nchi Tanzania? Kwa hiyo ina manufaa gani kwenye nchi yetu mchakato mzima? Mchakato huu mzima kwanza una manufaa kadhaa. La kwanza ambalo ni kubwa ni ushirikishwaji wa vijana. Kama ambavyo nimesema hapo awali, vijana kuanzia miaka 15 mpaka 30 kama ambavyo tunawasema kwenye sera yetu wako zaidi ya asilimia 40. Kwa hiyo kutokana na ukweli kwamba tumeweza kuwashirikisha, wameshirikishwa, hiyo tayari ni manufaa ya kwanza. Lakini ya pili, tumepata nafasi ya kuwasikiliza mawazo yao kwa sababu wana mawazo mengi. Nakwambia yani nimetoka huku tajiri wa mawazo kabisa. Kwa hiyo mawazo ambayo yatatusaidia sana kwenye uchumi kama mtu binafsi, kama taifa, kama biashara, kama serikali. Kwa hiyo kila mmoja unaona kabisa amekuja na wazo ambao unaona hili likitekelezeka hata kama halitakuwa katika wale 10 bora, lakini hawa 100 wote ukiacha hao 7,000 ambao tumewaacha nyuma, unaona kabisa kuna kitu kitafanyika. Na ndio maana hata tulipokaa na wale 100 tulisema pamoja na kwamba wamekuja kwa ajili ya ushindani kuanzia robo finali na kadhalika, huu muda wanaokaa hapa na sisi wako hapa toka Jumanne na leo ni Ijumaa, wapate mafunzo tofauti. Kwa wapate mafunzo kama ni ujasiriamali, kama ni vijana kuwa wazalendo, kama ni vijana kujikita kwenye kuchangia uchumi, lakini vile vile wanakutana na sisi wakati mwingine tunaongea nao, tunawaambia you keep it up. Kwa hiyo tunapeana moyo. Kwa hiyo tunaona kabisa hiyo pia ni changizo kubwa sana kwenye uchumi wetu. Wow, amazing. Sasa finali ni lini? Na nasikia Mheshimiwa Rais atakuwepo.
kabisa kabisa. Kwa sababu vijana ni nguvu yake na yeye anatamani awepo. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwanza Mheshimiwa Rais kwa kutusapoti katika zoezi zima hili kupitia kwenye wizara yetu ya vijana. Kwa hiyo toka limeanza, maana mchakato pia ulianza au taratibu ulianza muda mrefu, tunamshukuru sana kwa kulikubalia lifanyike, na ndio maana akasema yeye mwenyewe lazima awepo. Kwa hiyo fainali itakuwa tarehe 6 mwezi wa 7. Vijana tutakutana pale, wale 10 watapata nafasi, tutakutana Julius Nyerere JNCC City Center. City Center. Vijana wanakaribishwa wote, lakini na sisi wengine ambao sio vijana kwa sasa tushapita 35 tuje tujifunze, kwa sababu vijana wana mengi sana pia ya kutufundisha. Unaweza kujitolea kuilinda nchi yako pindi inapotokea matatizo. Sisi wengine mfano au hata katika lika lenu leo kuna vijana wanaokwenda JKT ambako sisi tulipita JKT. Kupita JKT ni kwenda kufundishwa, mbali ya mambo mengine ni hali yanakuwa na utayari wa kulitumikia taifa lako pindi ambapo utakapohitajika. Na kwa nchi zingine ilifika mahali ambapo mtu huwezi kupata kazi katika serikali hata katika taasisi kama hukwenda kujitolea kulitumikia jeshi ili kuwa na utayari wa kulitumikia taifa lako. Ndio maana kule miaka ya nyuma vijana wote kaka zetu singine ambao wazee wenu, ulikuwa ukimaliza form 6 au chuo huwezi kwenda chuo kikuu kama hujaonyesha cheti cha JKT, na ulikuwa unakaa miaka miwili baada ya kumaliza form 6 kwa sababu nafasi zilikuwa chache, lakini ndio unakwenda lazima uende JKT mwaka mzima. Alafu ndio pale, sio leo ambao mnapanda free interest tena bado unataka na boom ile unalidai kama haki yako, sijui mnaelewa haikuwa hivyo. Lakini leo maisha yakuta yamerahisishwa. Sisi tunahitaji vijana turudi kujisahihisha, tujitazame, lakini hutii sheria. Utii wa sheria ni pale ambapo ni kanuni ya miongozo ya vitabu na kila kitu imeamrisha tutii sheria, tuwe na uaminifu, tuwe na imani za dini mbalimbali hapa tulizonazo. Kwa hiyo hii inatufanya kuheshimu viongozi halali. Kuheshimu viongozi halali, wale wamewekwa kwa mujibu wa mamlaka, hawakujiweka. Sisi mnaelewa? Kwa hiyo na nyie tunahitaji vijana ambao mtakuwa ni wazalendo, vijana ambao mtakuwa na utii wa sheria, vijana ambao mtaheshimu viongozi halali ambao wamewekwa na mamlaka. Lakini kushiriki maendeleo ya taifa. Nyie leo ndio CEOs ambao mjao au mliopo wengine tayari mna makampuni yenu leo, au sio? Simpo hapo mna makampuni. Sasa kama huna bidii ya kazi, wewe unataka kwamba unaanzisha kampuni, unaamka mwenyewe saa 4 kwenda kazini. Wewe unaanzisha kampuni au umeajiriwa katika kampuni yako, unakwenda huko mchafu, sio nidhamu. Lakini wewe mwenyewe huna bidii ya kazi, unaingia kazini saa 2, saa 6 unataka utoke ukaanza kucheza draft au ukacheze pool. Hatukuwa hivyo. Sisi tumejengwa kufanya kazi 24 hours. Na unapohitajika unawajibika katika kufanya wajibu wako. Na mimi ningependa vijana wa sasa muwe katika hilo. Kwa hiyo kwa kifupi tu ni kwamba umuhimu wa uzalendo ni nini? Kuimarisha amani, kukuza maendeleo ya kiuchumi, kulinda rasilimali za taifa na kuongeza umoja wa wananchi. Haya ni maeneo ambayo kwa kijana mzalendo kwa taifa lako tutategemea kwamba utaimarisha amani, kuimarisha usalama wa nchi. Haya ni maeneo ambayo ningependa niyafahamu. Lakini utaifa ni hali ya wananchi kujitambua, kuwa sehemu ya taifa moja lenye historia, utamaduni na malengo yanayofanana. Mambo gani yanatujenga katika utaifa? Lugha ya taifa, hapa ni Kiswahili. Historia ya taifa, katiba ya jamhuri, utamaduni, mila na desturi, umoja wa wananchi, mshikamano. Leo hapa mfano nyote mlioko hapa mbele mpo karibu 10. Lakini kila mmoja hapa ana kabila lake la asili. Wote hapa 10. Kitokea coincidence mnaweza kuwa wawili, lakini wote mmekaa pamoja, mnafanana kwa sababu
tuna kitu ambacho kimetushikamanisha, utamaduni na lugha yetu ya Kiswahili. Alama za taifa maana yake ni nini? Ndipi ni alama za taifa? Wengi tunajisahau. Kwanza ni bendera ya taifa, ni alama. Nembo ya taifa, coat of arms. Wimbo wa taifa, katiba. Lugha ya taifa, mwenge wa uhuru. Hizi ni alama kuu za utaifa wetu. Leo hii si mara moja wala mara mbili, kijana inafika saa 12 mfano, unapita barabarani, inapigwa filimbi ya kushusha bendera. Unamwona mtu anapita? Uongo kweli jamani? Lile ni kosa kubwa ambalo linapaswa kwenda jela kabisa, kwa sababu ile bendera ndio utaifa wetu, pale natakiwa usimame. Sasa kwa sababu wengine hamkwenda jeshini na nini, haya mengine hamwezi kuyatunza, kuyajua umuhimu wake. Sasa kwa sababu bado tupo na kilichotuleta hapa, kwanza kuna kiongozi wetu amefika, naibu katibu mkuu, karibu sana. Mimi naomba nimkabidhi mkurugenzi mwenzangu, hizi mada nitaendelea na nyie baadaye, kwa sababu waheshimiwa majaji wetu wamefika, wasimamizi wetu, karibuni sana. Asante. Nitambue uwepo wa kurugenzi wa wizara, lakini naomba pia nitambue uwepo pia wa mwenyekiti wa majaji pamoja na jopo kubwa. Kwa heshima yako, kwa ridhaa yako, naomba tuweze kuanza tukio hili. Tunaenda kuanza na mshiriki wa kwanza, ambao mshiriki huyu anaitwa Allen Biastus Mgimwa, anatokea Iringa na presentation yake inadili na sekta ya viwanda na teknolojia. Allen, karibu. Asante sana. Yes. Kabla sijaanza kuwasilisha wazo langu, naomba mnisafiri na mimi twende wote Iringa. Kule twende nikawakutanisha na mama moja ambaye mama huyu anaitwa Mama John. Mama John ni mama ambaye anajishughulisha na biashara ya kuuza chakula almaarufu kama mama ntilie. Mama huyu kila kukicha anakutana na changamoto kubwa mbili za kiuchumi. Ya kwanza, kushindwa kuafford mkaa ambao anautumia katika shughuli zake za kila siku. Ya pili, anashindwa kununua mafuta ya kula ambayo yanahitajika kila siku katika maisha yake. Sasa solution nini? Mama huyu ana changamoto hizi, lakini kimsingi hizi changamoto zinaenda moja kwa moja kwenye changamoto tunazokumbana nazo sisi kama taifa. Kabla sijaelezea changamoto tunazokumbana nazo sisi kama taifa, ningependa jitambulishe. Kwa majina naitwa Jackson Christian, ni mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Amlen Investment, na nipo hapa pia kumwakilisha mkurugenzi mwenzangu ambaye ni Allen Biastus Mgimwa. Yes. Sasa sisi kama Amlen, kama vijana wa Tanzania, tumekuja na solution ambalo tunaenda kutatua hizo changamoto zote tatu. Solution yetu inaitwa Amlen Ecological Hub. Solution hii inahusisha uunganishi wa viwanda vinne ambavyo vinaendeshwa kwa kujitegemea. Vinafanyaje kazi? Tuna karakana yetu ambayo inazalisha thamani. Hizi thamani zinaacha uchafu ambao ni kama vumbi la mbao na mabaki yatokanayo na miti. Mabaki haya yanapelekwa moja kwa moja kwenye kiwanda cha uchakataji ambacho kinatengeneza mikaa ya biomass briquettes. Biomass briquettes hii inatengeneza industrial symbiosis, ambapo tunaipeka moja kwa moja kwenye kiwanda cha tatu. Kiwanda hichi kinazalisha mafuta ya kula. Tunatumia biomass briquettes katika kuendesha boiler zetu, ambapo tunapunguza 40% ya gharama za uendeshaji tofauti na viwanda vingine. Ya mwisho na kubwa, mfumo wetu wa digital Envision Buffer digital stock. Mfumo huu unaenda kusimamia bidhaa zote tulizozalisha katika hivi viwanda kama mkaa na mafuta, ambapo tunaenda kuinstall sensors kwenye kila gala pamoja na kila tanki, ambapo tutapata data ya uhalisia kwamba kuna lita ngapi na lita ngapi zinahitajika nchi sehemu gani na mkaa unahitajika mkoa gani. Sasa tumeshaona athari na tumeshaona ubunifu na solution tunayokuja nayo. Twende tukaangalia athari. Athari moja hapo ambayo tunaenda kuipata kama taifa ni kutengeneza ajira zaidi ya 5,000 nchini. Ya pili, tunaenda kuimarisha uchumi wa kidijitali nchini. Ya tatu, tunaenda kuhamasisha matumizi bora ya nishati safi. Yes. Tumeshaona athari. Twende tukaangalia sasa jinsi gani mradi wetu unaweza ukatumika kwa taifa letu zima.
mradi wetu haujifungi kijiografia, kwani unaweza ukahamishika kutoka kanda moja kwenda kanda nyingine. Tukienda kanda ya kati kuna mafuta ya alizeti, tukienda kanda ya Kigoma kuna mafuta ya mawese, tukienda kanda ya Pwani na venye vile vile. Pia mfumo wetu wa teknolojia ambao ni Envision Digital Buffer Stock haujifungi kijiografia, kwani unaenda kusimamia kila ghala nchini na kuweza kuregulate au kupunguza kwa asilimia kubwa mfumuko wa bei nchini. Pia tukitumia mfumo wetu katika sekta nyingine kama sekta ya usimamizi wa mafuta ya vyombo vya moto kama EWURA unaenda kutumika katika kusimamia yale matenki makubwa, hivyo kuepusha kwa ukubwa wale wafanyabiashara ambao wanasema mafuta hamna, kumbe mafuta hapo kwenye matenki yao, kwa sababu tutakuwa tunapata real time data. Yes. Sio sekta tu ya EWURA, kuna sekta ya afya, kuna sekta ya kilimo, kwenda kulinda zile pembejeo ambazo zifike kwa wakulima husika. Baada ya kusema haya, naomba nihitimisha kwa kusema kitu kimoja. Mradi wetu wa Amlen Ecological Hub ni mradi ambao unaenda kutatua unaenda kuhamasisha mabadiliko ya viwanda nchini, hasa viwanda vya kijani, green industries, pamoja na kuchochea uchumi wa nchi. Asante sana. Asante sana. Umesema jina lako ni? Jackson. Kwa hiyo wewe uko pamoja na Alan Mgimwa? Yes. Sawa, asante kwa wasilisho lako. Karibu Dr. Anna kwa swali. Hongera kwa kupresenti vizuri, tumekuelewa. Nina swali moja kuhusiana na sustainability, uhalisia. Mtafanyaje kuhakikisha kwamba mradi huu utakuwa sustainable, utaweza kupata returns za kutosha kuzunguka kuhakikisha kwamba uko profitable? Okay, kama nilivyokwisha kusema kwamba sisi kwenye mradi wetu wa pili au watatu ambao ni kiwanda cha uzalishaji wa mafuta ya kula, tuna minimize cost ya running cost, kwamba ile gharama ya uzalishaji tunaenda ku minimize, kwamba tutakuwa na bei elekezi ambayo ni kila mwananchi anaweza akaafodi kwenye soko. Na pia tukisha minimize hii bei, tukishakuwa na hiyo bei ambayo kila mwananchi anaweza ku minimize akaweza kuafford kwenye soko, tunaenda kuwa na demand kubwa, kwamba tutapata return kubwa sana, kwa sababu kila mwananchi atakuwa ananunua mafuta yetu, si ndio? Yes. Mkaa yetu pia, kwa sababu tunatumia malighafi ambayo inatokana na thamani zetu kwenye kiwanda chetu cha thamani, basi mikaa inaenda kuwa affordable kwa kila mwananchi, kwamba tunaenda ku minimize cost ambao vile viwanda vingine vya mikaa vinatengeneza mikaa, yes, lakini vinatumia gharama nyingi sana katika kusafirisha malighafi kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Sisi malighafi tunaitoa hapa, tunaileta hapa. Baada ya hapo tunazalisha mkaa unaenda kwa wananchi direct. Kwa hiyo kila mwananchi ataenda ku afford na tutapata return kubwa sana, kwa sababu itakuwa affordable mafuta pamoja na mkaa. Hivyo tukuweza sisi kufungua milango sehemu nyingine pia. Asante sana Jason, na hongera tena. Haya, unaweza kwenda sasa. Anayefuata ni mshiriki anaitwa Iris Angeline Jaffet. Karibu Iris. Hujambo? Hongera sana kwa kufika hatua hii. Imagine if I told you that the main agricultural problem that we face right now does not necessarily happen before harvest, but actually happens after harvest. Because that is the reality. A lot of things, a lot of millions of money are lost every year due to the losses that happen after harvest. Most farmers sell their crops immediately after harvesting because they do not have direct accurate market information, storage facilities that are enough, and they have low level of value to their crops. So the main challenges that they face, there are three main challenges that they face. There is post-harvest losses, there is limited market access, and there is also low value addition. AgroConnect is a youth-led agriculture resilience model that is created to solve these challenges through an integrated system of three major components. The first component is an SMS and USSD platform that is designed for farmers to directly link with buyers, but also to get real-time, up-to-date market information. The second component is a community storage and aggregation facility where farmers can store their produce directly after harvesting
and they safely, while they wait for the prices to improve in the market. But the third component is a storage, is a value addition center where the produce can be graded, packaged, and etc. That adds value to the component. So the main aim here is to add value throughout the supply chain. The innovativeness of this here is the integration of these three components, because I understand that each component has each challenge has separate solutions that already exist. But the integratedness of this enables affordability, inclusiveness, and also easy to track and scale the effects. So the sustainability, this project is created as a business, not a donation. That means the services that they provide, aggregation facilities and others, they are created to they're created to generate revenue. 27.5 million is expected to be generated per year, with expenses estimated at 21.5 million, creating an excess of a surplus of 6 million that can be reinvested for expansion and improvement of services. So this is a big project or a big idea expected to be implemented nationwide, but you can't really implement such thing without starting small and proving that it works and it is realistic. So I created a pilot that is to be implemented in Arusha district that targets 150 farmers first, specifically maize and beans. These 150 farmers are expected to produce by average 375 tons annually. And these, there is a study shows that 20% of this is lost every year, which is about 75 tons. Using a conservative price rate of 900 Tanzanian shillings per kilogram, that is approximately 67.5 million Tanzanian shillings that is lost every year due to these losses. Now that alone exceeds the budget for this pilot project, which is 50 million Tanzanian shillings. They will be introduced to this system. They will be registered, given access to market and the storage services and value addition services. And this is expected to train at least 20 youth entrepreneurs, create at least 10 direct jobs, but also reduce post-harvest losses by at least 15%. That is 11.25 tons, and approximately 10 million, a little over 10 million will be restored every year. This aligns with the Tanzania Development Vision goals that are 2050, the youth economic empowerment, industrialization, and others. The main aim here is to create economic opportunities for youth while solving the problem of value for farmers that are already being lost. And in case of global economic shocks or extreme price volatility, Tanzania can remain unshaken, but also competitively supply the demand that is the high demand that countries around us have, while also maintaining self-sufficiency within the country. Thank you. Thank you very much, Iris. I will invite Dr. Lunegelo to ask one question. Karibu, Doctor. Thank you, Iris. Just one question. I did not get you correctly. Which specific commodity are you talking about? Is it all you came with some data, figures, money, etc.? Which crop is that you are talking about? So the pilot project specifically targets maize and beans, though generally upon scaling we expect that it should work for all crops, but specifically right now it's maize and beans. Thank you. Thank you very much, Iris. All the best. Asante, Iris. The next kushiriki ni Happy Awadhi Mtanahema. Karibu. Karibu Happy. Asante. Habari yako? Salama. Hongera sana kwa kufika hatua hii. Asante. Mbele yako ni jopo la majaji, hapa tuko 4 na 2 wako mtandaoni. Tutakupa dakika 5 za kuwasilisha wazo lako, na baadaye tutakuwa na dakika 5 ya kukuuliza swali moja na wewe utalijibu swali hilo. Karibu Happy. Asante. Wazo langu linaenda kutatua tatizo la upoteaji wa mazao ya bustani ambayo yanatoka shambani mpaka kumfikia, kabla hayajaweza kumfikia mtumiaji wa mwisho.
Kwa hiyo asilimia 15 mpaka 40 kwenye takwimu zetu zinaonyesha kwamba upoteaji wa mazao huu unaweza kuleta athari kubwa sana, madhara makubwa sana kwenye nchi yetu, ambapo ambapo ndo nimeweza kupata wazo la akiba baridi. Na akiba baridi ni nini? Ni mfumo ambao utaenda kutatua sasa tatizo hili la upoteaji wa haya mazao. Kwa hiyo itakuwa ni mfumo ambao unajumuisha mifumo mingine midogo tofauti itakayoweza kufanya kazi kama mfumo mmoja. Kwa hiyo itakuwa na vitu kadhaa. Mfumo mkuu wa kwanza utakuwa ni container ambalo linahifadhi ubaridi wa mazao haya, ambao unafanya kazi kwa kutumia nishati ya jua ili kuweza kutupa umeme katika mfumo huu. Kwa hiyo vitu vingine vidogo, yani mifumo mingine midogo itakayokuwa inafanya kazi pamoja nayo itakuwa ni mawakala ambao tutakuwa ambao wameidhinishwa. Naomba niparudie hapo. Kwa hiyo mfumo huo muunganiko wa mifumo tofauti utakuwa kama ifuatavyo. Mfumo wa kwanza ambao ni mkubwa, ambao ndio tutakuwa unatupa huduma hii, itakuwa ni mfumo wa container ambalo litakuwa linahifadhi baridi inayofanya kazi na nishati ya jua, ambayo itakuwa inaweza kutupa umeme sasa kwenye mfumo huu. Lakini mifumo mingine midogo itakuwa ni mfumo wa kidijitali ambao utakuwa tunapokea taarifa za mkulima, lakini pia na kumonyesha bei kutokana na madaraja ya mazao yake atakayokuwa analeta kwenye huu mfumo. Lakini kingine itakuwa ni mawakala ambao wameidhinishwa watakaoweza kufanya kazi tofauti pale kwenye kituo chetu. Na ningependa kwamba kuwe kuna taasisi tofauti ambazo zitakuwa tumeingia nazo mikataba. Baada ya hapo naomba nielezee kuhusiana na awamu tofauti za mfumo huu. Kutakuwa na awamu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Awamu ya kwanza itakuwa ni awamu ya majaribio, ambayo ili tusiweze kutumia gharama kubwa, ningetamani kama tungeweza kutumia kukodi mfumo ili tusiweze kutumia gharama kubwa. Awamu ya pili itakuwa ni ya kutanua sasa wazo hili, lakini hapa hatuta kodi, tutaweza kununua makontena haya ya uhifadhi wa baridi ili kuweza kutanua sasa kwa ukubwa. Kwa hiyo kutakuwa kuna mifumo hiyo 5 ndani ya mkoa mmoja. Awamu ya tatu itakuwa ni ya kitaifa sasa, ambapo matamanio yangu kuna mifumo hiyo 200 mpaka 500 kwenye taifa letu. Pia ningependa kuongelea kuhusiana na athari za mfumo huu. Matamanio yetu ilikuwa ni vijana wengi waweze kuajiliwa. Kwa hiyo ningependa kuongelea athari hasa kwenye awamu ya kwanza ambayo ni ya majaribio. Natamani kwamba vijana waweze kuajiliwa walau 4 mpaka 6 kwenye mfumo huu, waweze kufanya kazi tofauti kama za usafirishaji, lakini pia za kuweza kufanya shughuli zingine tofauti kama kuhifadhi mazao ya huyu mkulima ndani ya mfumo wetu. Kingine itakuwa ni tunatamani kwamba wakulima waweze kuwa angalau 200 ambao ni hai, kwa maana ya kwamba wao wanatuweza kutuletea kwa mwaka huo wa awamu ya kwanza, yani miezi 18 ya majaribio, waweze kutuletea tani 300 za mazao. Na pia natamani kungekuwa kuna mikataba walau 2 mpaka 3 ambayo itakuwa inamsaidia mkulima kuweza kupeleka mazao yake huko sokoni. Tutakuwa tunamuunganisha kupeleka mazao hayo sokoni. Lakini kingine itakuwa ni naomba niendelee. Uendelevu wa wazo hilo itakuwa ni kwa namna tofauti. Namna ya kwanza itakuwa ni ya ushirikiano, ambayo itakuwa ni ushirikiano kati ya wakulima ambao watakuwa katika vikundi vyao vya AMCOS pamoja na serikali au taasisi ambao watakuwa wameingia ubia nao. Itakuwa ni 40% kwa hizi AMCOS, kwa 60 kwa serikali ama taasisi. Pia tutaweza kupata pesa za kutumia katika mfumo huu, yani kuendeleza kwa kutumia ada ambazo tutakuwa tunamtoza mkulima huyu. Ada hizo zitakuwa ni kama za usafirishaji na kuweka mazao yake kwenye huu mfumo wa baridi, ambayo ndio itatusaidia kuendeleza mfumo huu kufanya kazi. Lakini pia ile nishati ya jua ambayo tunaitumia itatusaidia kutunza pesa badala ya kuzipoteza.
kwa maana ya kwamba mfumo huu hatutumii pesa kulipia umeme, lakini pia tunatunza pesa badala ya kupoteza. Malizia sentensi moja, maana maiki ilikusumbua. Asante. Kwa kumalizia, ningependa kusema ya kwamba kilimo cha horticulture au mazao ya bustani kinaongoza sana kwenye mauzo ya nje ya nchi kuliko mazao mengine ya biashara. Kwa hiyo tukiweza kuziba mapengo haya ya upoteaji wa haya mazao, tutaweza kuisaidia taifa kutokuwa na utegemezi wa kununua mazao kipindi cha misukosuko ya kitaifa. Asante Happy. Asante. Nina swali kwako. Ndio. Bado sijaweza kuelewa ni jinsi gani wazo hili litafanikiwa. Hebu naomba nieleze nielewe vizuri. Jinsi gani, naomba nieleze vizuri. Jinsi gani wazo hili litafanikiwa? Likifanyika litafanikiwaje na litadumu vipi? Likifanyika, kwanza naamini kabisa ya kwamba kwenye litakapofanyika, na sema, naomba urudie tena swali. Wewe umesema unadili na Happy, unadili na nishati na akiba baridi, si ndio? Ukiweza kufanya mradi wako huu utawezaje kufanikiwa? Kwa sababu lazima tufanye kitu ambacho kitafanikiwa. Ndio. Kwa hiyo tueleze litafanikiwaje. Kwa hiyo kwenye kufanikiwa kwa wazo hili kutatokana na makusanyo ya pesa ambazo zitakuwa katika awamu ya kwanza. Nilielezea kwamba kutakuwa kuna miezi 18 ya majaribio. Kwa hiyo hiyo awamu ya miezi 18 itatuonyesha kwamba tutaweza kupata mapato kupitia mfumo huu kwa walau milioni 25 mpaka 30 kwa mwaka. Kwa hiyo namna itakavyoendelezwa na uendelezaji wake, namna itakavyoendelea kukua, ni kadri tutakavyoongeza awamu ya pili, yale makontena ya kutunza ubaridi, tutaweza kupata pesa za mapato zitaongezeka. Yani ukizijumlisha kwenye hiyo mifumo yote, na ndivyo ambavyo tutakuwa tumepata mapato ya kutosha ambavyo yataweza kusaidia kuendeleza wazo hilo. Asante sana Happy, tunakushukuru kwa muda wako. Kila la heri. Asante. Asante. Naomba mshiriki anayefuata ni Joshua Medad Malekela. Karibu. Karibu sana Joshua, hongera kwa kufika hatua hii. Unaotuona hapa ni panelist, tuko 4 na wenzetu 2 wako kwenye mtandao wanatufuatilia. Tutakupatia dakika 5, utawasilisha wazo lako. Tunza muda kabla kengele haijalia, na baada ya hapo tutakuuliza swali moja kutoka kwa mmoja wetu. Karibu. Asante sana. Nimekuja hapa kuwasilisha wazo linaitwa Agro Digital Resilience Hub. Hili ni wazo linakuja kutoa suluhisho kulingana na changamoto ambayo ipo ya kimataifa, vita vya kimataifa, lakini pia misukosuko, kukua kwa teknolojia, lakini pia na harakati ambazo zinaendelea ndani ya nchi yetu. Kwa kusema hivyo sasa, nimekuja na wazo. Kama mlivyokuwa mnaniona nikiwa naingia, nilikuwa nimebeba maji 4, lakini pia nilikuwa nimebeba notebook. Kama niliingia kama mwendo wazimu fulani hivi. Hii ina maana gani? Tanzania inajitahidi kutumia nguvu yake kubwa sana kubeba vitu vingi ili kuhakikisha watu wake wanaweza kufikia pale wanakotaka kufika. Lakini mimi hapa nimekuja na hii ndani nimeweka vitu vingi, kitu kimoja. Hichi kitu kimoja kimebeba vitu vingi ndani yake. Ukilinganisha na pale nilipokuwa nimevikumbatia vitu vingi, nilikuwa nimeonekana kama siko sawa kidogo. Kwa hiyo sasa suluhisho langu mimi linalenga ni kuunganisha sekta tofauti tofauti, kuziweka sehemu moja, kuunganisha nguvu ili kuweza kuhakikisha tunatimiza yale malengo yaliyowekwa. Sekta hizo ni 4 na mimi nimelipa hili wazo jina la utani kwamba 4 kwenye kikapu. Yaani sekta 4 sehemu moja. Sekta ya kwanza ni sekta ya kilimo. Sekta ya pili ni sekta ya teknolojia na nishati. Sekta ya 3 ni sekta mifugo na uvuvi, na sekta ya 4 ni sekta ya teknolojia ya tehama. Sasa changamoto yetu sisi, tunazalisha chakula kingi sana lakini tunashindwa
kukimanage, tunashindwa kupata soko nje, tunashindwa kukizi mahitaji yaliyoko ndani, lakini sisi wenyewe tumeshindwa kuziunganisha hizi sekta sehemu moja ili tuweze kuzalisha kitu kimoja ambacho hicho kitu kitatuwezesha sisi kufikia pale tunakotaka kufika. Ukiangalia, ukichukua sasa mimi nimekuja na hii Agro Digital Resilience Hub ambayo ni hub inayoweka sehemu moja. Kwa mfano mkoani Morogoro, wilaya ya Mlimba, kuna mazao ya mpunga, ukichukua pale ukiweka, tunaweza kutengeneza hub ambayo ikiunganisha sekta zote 4 kwenye hub moja, tukazalisha mchele, lakini pia mpunga ule uweze kutuzalishia product 4. Tunarudi pale pale kwenye 4 kwenye kikapu, kwamba katika zile product 4 ambazo zinazalishwa, tutazalisha chakula mchele, tutazalisha mbolea, tutazalisha katika mchele huo, mpunga huo, tutazalisha nishati, tutazalisha na vitu kama hivyo. Lakini pia kwenye hii wazo tunatumia teknolojia kama tulivyosema, nimeita digital commodity exchange. Hii digital commodity exchange yenyewe tunaiunganisha na blockchain. Blockchain maana yake tunaongeza ushindani katika soko, kuuza ndani na nje. Kwa hiyo hii itatuwezesha sisi kuweza kupata pesa nyingi za kigeni, lakini pia kuweza kustahimili soko letu la ndani na kukizi mahitaji ya kiuchumi kama inavyohitajika. Lakini pia tumelenga zaidi katika changamoto ya nishati. Maana yake tunatumia yale mabaki ya mimea, mabaki ya mimea, na tunajua kabisa Tanzania inazalisha inazalisha mazao mengi sana ukilinganisha na mataifa mengine ya Afrika Mashariki, lakini yanapoteza mazao mengi katika takribani 30% mpaka 40. Kwa hiyo hayo yanayopotea yote sisi tutakusanya kwenye hiyo hub moja, kuzalisha nishati ambayo itatusaidia katika nini? Katika kuzalisha katika kama nishati ya kupikia, kuiendesha ile hub, kwa sababu tunajua kuna changamoto za mafuta. Vita vikitokea, mafuta yanapanda bei. Vita vikitokea, bidhaa za nje zinapanda bei. Kwa hiyo tunatakiwa tuna uwezo wa ndani wa kulishikilia kumanage misukosuko ya nje, ndani tukaweza kumanage. Lakini hili jambo ni endelevu, linawezekana kwa sababu tuna rasilimali zipo. Lakini ukiachana na hivyo, kwa mfano kule Mlimba nilipochukulia mfano, kuna watu tayari wana mashine zile ndogo ndogo. Kwa zile mashine ndogo ndogo tukiziunganisha kwa pamoja, tunaweza kuzalisha kitu kimoja ambacho hicho kitu sasa kitatusaidia sisi tuweze kupata nini? Kukizi yale mahitaji ya wakulima walioko pale, na inakadiriwa kutoa ajira, kwa sababu ukiangalia tu pale wakulima walioko katika wilaya ya Mlimba ni takriban kwa mpunga ni takriban watu 500 mpaka 1000 wana range hapo. Kwa hiyo unaona kabisa hawa watu wote wakitengenezwa hii hub kwa ukamilifu wanaweza kuzalisha kitu kimoja ambacho kina nguvu zaidi. Kwa hiyo sasa hili na nimefuatilia kuangalia huenda labda kama hili jambo limeshakwisha kufanyika sehemu nyingine. Ukiangalia kule Kagera wenyewe wana zao la kahawa. Katika zao la kahawa wana kiwanda cha kahawa pale, lakini wanazalisha tu cocoa mbichi, 57% inauzwa kwenda nje. Lakini hatuzalishi hizo products zingine za kahawa kama vile tunaita zile vipodozi na kadhalika. Asante sana. Asante sana Joshua kwa wasilisho lako. Swali moja kutoka kwa Profesa Mukandala. Profesa, karibu. Unasema hakutaja nini? Naomba urudie swali tafadhali. Alisema huu mradi wake utakuwa na products 4. Lakini katika kuzitaja ametaja 3 tu. Ya 4 ni ipi? Asante. Nilipokuwa nikitaja, nafikiri katika mfano wa zao la mchele tunaweza kuzalisha chakula, nishati, mbolea, lakini pia zao la nini, maana yake tunaweza kuzalisha vyakula vya wanyama. Mchele mpunga ukilimwa unatoa pumba, unapoukoboa unatoa pumba laini na pumba ngumu. Zile pumba laini mara nyingi tunazitumia kama chakula cha wanyama, especially kwa samaki pamoja na ng'ombe na nguruwe. Kwa hiyo nafikiri product yani itakuwa hiyo. Ndio nimejibu. Asante sana. Nashukuru kwa muda wako. Tunakushukuru Joshua na kila laheri. Asante sana. Mshiriki anayefuata ni Hemedi Buruhani Hassan. Habari za wakati huu?
Nzuri, karibu sana Hemed. Niko nimeinama kwenye makaratasi hapa. Hemed, hongera sana kwa kufika hatua hii. Asante sana. Sasa sisi hapa leo ni majaji, unatuona. Tuko 4 hapa lakini 2 wanatufuatilia mtandaoni. Tutakupa dakika 5 uweze kuwasilisha wazo lako. Tafadhali kuwa ndani ya muda, kengele ikilia utaishia hapo hapo. Na baada ya hapo tutakuwa na dakika 5 na tutakuuliza swali moja kutoka kwa mmoja wetu. Karibu Hemedi. Asante sana. Jina langu ni Hemedi Burhani Hassani, mshiriki wa Vijana wa Uchumi Challenge kutoka Tanga. Mheshimiwa Jaji, wazo langu linahusu kubadili bodaboda na bajaji zinazotumia petroli kwenda kutumia gesi asilia ya CNG kupitia mnyororo wa uhuru wa kiuchumi wenye ROI ya siku 14. Mheshimiwa Jaji, tunafahamu fika kwamba dunia imekumbwa na changamoto ya mafuta, kupanda kwa bei ya mafuta. Sasa suluhisho la kubadili bodaboda na bajaji kwenda kutumia gesi asilia CNG, mafuta yetu ya nyumbani, linaenda moja kwa moja kuwagusa walala hoi kupitia mnyororo wa uhuru wa kiuchumi. Kwanza, Tanzania inatumia shilingi trilioni 6.24 katika bajeti yake katika kununua petroli. Hii ni sawa na 18% ya bajeti ya maendeleo ya mwaka 2024 2025. Hii ni changamoto kubwa sana. Dereva bajaji na bodaboda wanatumia shilingi 49,980 kununua petroli ya lita 12 kwa siku, na hii ni sawa sawa na 70% ya mapato yake ya kila siku. Hii kwenda kutumia CNG kuna badili moja kwa moja, ni rahisi mara 3 ya petroli, kwani kilo moja ya gesi ya CNG ni sawa sawa na 1,550 kwa mujibu wa EURA. Lakini linaingiza taifa katika changamoto kubwa sana, maana halina uwezo wa kudhibiti bei. Kubadili kutoka petroli kwenda CNG kunaunga taifa katika kuchangia vipaumbele 5 vya kitaifa pamoja na kujenga kinga dhidi ya changamoto za kimataifa. Moja, changamoto ya kwanza ni kukabiliana na msukosuko wa kiuchumi na mnyororo wa ugavi. Tunafahamu fika kwamba Tanzania imekumbwa na changamoto hiyo ya kupanda kwa bei, lakini tunapoenda moja kwa moja kutumia gesi ya CNG, gesi yetu ya nyumbani, tunaenda kuliokoa taifa dhidi ya changamoto hii ya kimataifa. Lakini 2, tunaenda kuunga mkono dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 moja kwa moja katika nguzo ya 4 na nguzo ya 3 na nguzo ya 4 kwa nishati safi na nishati jumuishi kwa wote. Katika hili tunaenda kuiokoa Tanzania kuondokana na gharama za malipo ya kaboni huko mbeleni, ilawapo kutakuwa na changamoto ya gesi changamoto ya uchafuzi wa mazingira. Tatu ni kwamba tunaenda moja kwa moja kutengeneza ajira na uchumi kwa taifa. Gesi asilia ya Mtwara moja kwa moja inaenda kuinua ajira kwa vijana, kwani vijana 1000 wataenda kunufaika moja kwa moja kupitia gesi hii. Lakini 4, inaenda kujenga uthabiti wa kiuchumi dhidi ya changamoto za kimataifa, kwa kuwa Tanzania tunaweza kukamiliki bei kupitia TBS na pamoja na EURA. Moja kwa moja bei ya mafuta duniani inapangwa na OPEC, ambao Tanzania hatuna sauti. Kwa hivyo kubadili kwenda CNG moja kwa moja kunaenda kuitengeneza taifa kuweza kuwa na uchumi imara. Kwa nini tumeuza wazo hili? Wazo hili linaenda moja kwa moja kuwagusa walala hoi. Mnyororo wa uhuru wa kiuchumi wa siku 14 unaenda kuwagusa walala hoi wa chini ambao hawana uwezo wa kununua bajaji na bodaboda ambao ni shilingi milioni 8. Lakini ni namna gani sasa wazo hili limekuwa na ubunifu na linaenda kuwasaidia watu wa chini? Kwa sababu kuna mnyororo wa uhuru wa kiuchumi ambapo kwanza atapata kiti ya CNG yenye gharama shilingi 400,000, lakini pia ambayo hii 400,000 ni ya ROI ya siku 14 ambapo atalipa shilingi 30,000 kila siku. Lakini pia ataenda kupata mafundi ambao wamepitia VETA, ambao wamefundishwa vizuri, ambao wataenda kutengeneza viti hivyo vya CNG bila kuwepo na tatizo lolote. Lakini kingine ni gesi asilia. Mnyororo mwingine ni sehemu ya gesi asilia ni kwamba tayari tunampatia mlala hoi wa chini matumizi ya gesi ya nishati ya gesi
kupitia mnyororo huu, lakini kingine ni mfumo unaojiendesha wenyewe. Gesi asilia kupitia mfumo huu wa CNG utafungwa kifaa maalum cha IoT ambacho kitakuwa na uwezo wa kufunga gesi ikiwa mtumiaji hajalipa. Lakini pia changamoto kubwa ambayo ya kimataifa inayosababisha Tanzania kuingia gharama, endapo tutabadili pikipiki na bajaji 100,000 kama ilivyo katika wazo, tutaenda moja kwa moja kuokoa shilingi trilioni 1.2 kwa mwaka, ambazo hizi zingetumika kununua petroli. Kwa hivyo matumizi ya gesi asilia yanaenda moja kwa moja kugusa uchumi wa vijana na walala hoi. Gharama ya mafuta ni kubwa sana. Endapo bei itashuka, mama ntilie, walala hoi wote wataenda kuguswa na nishati hii, ambapo hii ni kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa. Asanteni. Asante sana Hemedi kwa wasilisho lako. Ninamkaribisha Dr. Anna kwa swali. Hemedi, wasilisho lako ni zuri. Ningependa kusikia zaidi kuhusu jinsi ya kupata gesi asilia ya kutosha ya kuweza kwenda kwenye vituo vya kusambaza gesi asilia kwa ajili ya hivi vifaa. Asante sana. Ni swali zuri na kila Mtanzania angependa kusikia majibu ya swali hili. Kwanza kabisa, Dar es Salaam tu kama sehemu ya mradi wa kwanza ina vituo 8, lakini kutokana na TPDC Master Plan 2025-2030 inasisitiza kuendelea kujenga vituo kwa ajili ya kujazia gesi. Kwa hii itaenda moja kwa moja kuunga mkono wazo hili. Lakini pili ni mobile CNG refueling units, ambayo hii lori maalum ambayo itakuwa limebeba gesi itakuwa na uwezo wa kwenda katika sehemu zenye uhitaji mkubwa, zenye bodaboda na bajaji wengi, ili waweze kujaza gesi, hasa kutumia app maalum ambayo bodaboda na bajaji atakuwa na uwezo wa kurequest lori hilo na likafika likajaza gesi. Asante. Asante sana Hemedi, tunashukuru kwa muda wako na tunakutakia kila la heri. Asante sana. Mshiriki anayefuata ni Said Kombo Hamad, anayetokea Zanzibar. Karibu Said. Habari ya mchana? Salamu. Haya, karibu sana na hongera kwa kufika hatua hii. Asante. Sisi ni jopo la majaji, tuko 4 hapa na wenzetu 2 wanatufuatilia mtandaoni. Tutakupatia dakika 5 uweze kuwasilisha wazo lako, na dakika 5 zinazobaki tutakuuliza swali moja kutoka kwa mmoja wetu. Karibu sana. Asante sana. Jina langu naitwa Said Kombo Hamadi kutoka Kisiwani Pemba, Zanzibar. Kipindi nipo darasa la 4 ilikuwa anakaa na mamangu. Mamangu ilikuwa ni mkulima wa mwani. Ilikuwa anakwenda pwani kwa ajili ya kuchukua mwani na kuweka ufukweni kwa ajili ya kuanika ule mwani. Lakini ilikuwa kuna changamoto ya kwamba mvua zikiwa kubwa ule mwani huwa haukauki na tunakosa kipato cha kujiendeleza pale nyumbani. Kwa hiyo mimi nikaamua kuja na solution ya kwamba tutengeneze AI and IoT seaweed dehydrated system ambayo itatumika kukausha mwani kwa ajili ya kuwaokoa wakulima wa mwani Tanzania zaidi ya 30,000 na ikiwemo 80% ni wanawake na vijana. Kwa hiyo mfumo huu utatumika kwa ajili ya kukausha mwani na utatumia AI kwa ajili ya kuchakata zile data na kupredict na kuprotect ile under drying and over drying. Vile vile mfumo huu utatumia vifaa vya IoT kwa ajili ya kupima ile humidities na temperature ya ule mwani. Vile vile mfumo huu utaweza kuongeza ajira kwa vijana, kwa sababu kijana atakwenda pwani kwa ajili ya kuchukua mwani. Akishamaliza anaingia kwenye mfumo pale kwenye ile hub ambayo tayari tusha install, atakwenda kukausha ule mwani, then atakwenda kuuza. Tuta make partnership na wale makampuni kama vile Seaweed na Seaweed Healthies ambazo zinatumika kwa ajili ya kununua ule mwani, na kutengeneza vifaa mbalimbali kama vile vipodozi na kadhalika. Mwani kama mwani Tanzania inaingiza takribani bilioni 17.7 kwa mwaka kutokana na zao hili, na vile vile tunapotengeneza huu mfumo unakwenda kuendeleza ile dira yetu ya mwaka 2050 kwenye masuala ya blue economies. Asanteni sana. Asante Saidi kwa wasilisho lako. Ninakukaribisha Dr. Runogela kwa swali. Asante Saidi. Labda urudie kidogo pale
jinsi ya kujenga ile hub ile, mtaji unapatikana vipi, utapata wapi, au utakiwa tupate wapi mtaji, na utakuwa endelevu vile. Maana lazima tusiishie hapa, yani lazima kanda zima ya visiwani mpaka huku bara vile vile Handeni huko Pangani wanahitaji, ndio tunapata pataje, yani how do we finance? Okay. Kwa saizi nimepanga kuweza kuinstall 5 hub ambazo vile vile kulingana nikishinda hapa leo au nikishinda hizi milioni 50 nitaweza kutengeneza hub 5 kwa ajili ya pilot na kwa ajili ya testing, na maeneo ambayo nimetarget vile vile ni maeneo ya kina Bagamoyo, kule Unguja, maeneo ya Paje, kule Pemba, maeneo ya Micheweni na kadhalika. Kwa hela hizi ambazo nitashinda hapa nitaenda kuendeleza hili wazo langu kwa ajili ya kuinstall hizi hub kwenye maeneo yale ya pwani, kuokoa hawa akina mama ambao wanaenda kuvuna ule mwani alafu wanakuja kusumbuka na jua mchana wa kuchwa kwa ajili ya kuosha mwani na kupotea siku zile za mvua na kupigwa penalty wakati wakienda wakiuza na kupungua bei kutoka shilingi 1000 mpaka shilingi 700 kwa kilo moja mwani huu. Asante sana Saidi kwa wasilisho pamoja na kujibu maswali yetu. Tunakutakia kila la heri. Asante sana. Mshiriki anayefuata ni Anwar Guzub Salum kutoka Morogoro. Karibu. Karibu Anwar. Hongera sana kwa kufika hatua hii. Asante. Hapa ni majaji tupo kama jopo, tupo 4 lakini 2 wanatufuatilia kwenye njia ya mtandao. Tutakupatia dakika 5 useme wazo lako vizuri, na baada ya hapo tutakuwa na dakika 5 tutakuuliza swali moja tu kutoka mmoja wetu. Karibu. Asante. Kwanza kabisa tuanze na kujiuliza fursa zilizopo Tanzania. Tanzania ina fursa nyingi sana za kiuchumi, lakini baadhi ya fursa hizo hazipati nafasi ya kuonekana kwa sababu ya maeneo, jamii, lakini pia na udogo wa biashara. Licha ya hayo, kuna vijana kubwa wakulima na wajasiriamali ambao wana mawazo bunifu ya kukuza biashara pamoja na bidhaa zao, lakini changamoto sio rasilimali, changamoto ni kuonekana kwao. Hivyo nikapendekeza ubunifu wa Smart Economy Map, ubunifu ambao unatumia taarifa za mfumo wa kijiografia kubadilisha taarifa za uchumi na kuwa fursa zinazoonekana. Kwa majina naitwa Anwar Guzub Salum, ni afisa mfumo wa taarifa kijiografia kutoka shirika lisilo la kiserikali Tanzania Biodiversity Network. Kwa nini nilipendekeza Smart Economy Map? Kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, wajasiriamali, wakulima pamoja na vijana ambao wana mawazo ya kukuza biashara zao hawana jukwaa rahisi lenye kufikisha taarifa zao kamili na taarifa zao sahihi. Mfano, taarifa ambazo zinakamilika kwenye bidhaa, maeneo yaliyopo, lakini namna ya kufikiwa katika maeneo hayo. Sababu ya pili ni kwa serikali, wanunuzi pamoja na wawekezaji. Serikali, wanunuzi pamoja na wawekezaji wanapata ugumu katika kupata taarifa sahihi wa wapi fursa zilipo, lakini sio tu fursa zilipo, namna ya uwezo wa uzalishaji wa wao wanaozalisha. Smart Economy Map ni mfumo wa kibunifu ambao utatumia taarifa za kijiografia ambazo zitabadilisha taarifa za kiuchumi na kuwa fursa zinazoonekana kwa kuunganishwa pamoja. Natumia mfano wa mjasiriamali ambaye atakuwa na bidhaa yake. Bidhaa itaonekana, eneo ambapo anazalisha bidhaa itaonekana, lakini sio tu eneo, uwezo wa uzalishaji wake utaonekana kupitia graph, kupitia chart au kupitia namba zitakazoandikwa, kupitia taarifa zitakazokusanywa. Lakini mwishoni ataweza kuweka mawasiliano yake ambayo mwekezaji au mnunuzi ataweza kuwasiliana naye moja kwa moja. Smart Economy Map itakuwa na fursa kwa vijana. Miongoni mwa fursa hizo zitakuwa ni fursa za kidigitali. Vijana watapata fursa za kujiajiri katika ukusanyaji wa taarifa au data,
lakini pia vijana watapata fursa za kujiajiri katika kuchambua taarifa ambazo zimekusanywa, lakini pia watapata fursa za kutengeneza ramani ambazo zitaambatanishwa katika stori hizo za kidigitali au mfumo huo. Lakini pia sio tu hizo, kuna fursa nyingi zitakazotokana na mfumo wa taarifa za kijiografia. Lakini pia vijana hao ambao wakiwemo wakulima au wana mawazo ya kukuza katika biashara zao watapata fursa ya kupata masoko ambayo yatawekwa katika mfumo huo, na watajua sehemu gani ya kuwekeza, biashara gani ambayo ipo sokoni, lakini pia namna gani ya biashara zao kuzifikisha katika masoko hayo, na pia wao wenyewe watapata fursa ya kutangaza bidhaa zao. Smart Economy Map kitaifa itasaidia kupata Tanzania itakuwa na uchumi wenye taarifa za kufanya maamuzi, lakini ukiachana na kufanya maamuzi itasaidia bidhaa zetu za ndani kuonekana kitaifa na kimataifa. Lakini sio tu bidhaa, lakini pia uwekezaji, itawavutia wawekezaji kuweza kuja kuwekeza, lakini pia itasaidia wale wajasiriamali na wafanyabiashara ndogo ndogo kukua. Lakini ramani tutakazotengeneza zitasaidia taifa kufanya sera, kutengeneza sera za matumizi ya ardhi na maendeleo endelevu katika miji, kwa kupanga maeneo ya biashara, kupanga maeneo ya masoko, kupanga maeneo ya barabara na maeneo mengine muhimu ya uchumi, ili kupunguza ile misongamano na kuweka biashara zetu katika ufasihi. Smart Economy Map inaendana kabisa na sera yetu ya maendeleo ya Tanzania mwaka 2050 kwa kujenga uchumi unaotumia teknolojia ya kisasa na ushindani, lakini pia kwa malengo ya maendeleo ya dunia, Sustainable Development Goals SDG namba 8 na SDG namba 9, kujenga ajira zenye staa na uchumi, lakini kwenye SDG namba 9 ubunifu, viwanda na fursa. Smart Economy Map inalenga kukuza uchumi wa sasa na uchumi wa baadaye, sio tu kwa kutegemea rasilimali na sio tu kwa kutegemea uzalishaji, bali ni kwa kutegemea teknolojia za kisasa. Asante. Asante sana Anwar. Wakati unawasilisha umesema wawekezaji pia watanufaika na mfumo huu, lakini mwanzoni ulituambia mfumo huu unawawezesha zaidi wazawa. Sasa sijaelewa uliposema wawekezaji ulikuwa unamaanisha wawekezaji wa aina gani na watanufaikaje na wataufikiaje mfumo huu? Asante. Wawekezaji pia ni miongoni mwa wanufaika, japokuwa wanufaika wa kwanza kabisa ni wale wazawa ambao nikimaanisha wakulima, wajasiriamali na hao vijana ambao wana ubunifu wa kukuza biashara zao. Wawekezaji watanufaika vipi? Wawekezaji wana yale malengo yao wanayohitaji. Kwa hiyo na wao pia tutawatengenezea story yao ambayo ina taarifa kamili ya vitu gani ambavyo wanavihitaji. Ndio maana niliposema kwamba vijana pia watapata fursa ya kuona masoko yapo wapi, kitu gani kinahitajika katika masoko. Nilimaanisha kwamba wawekezaji pia nao wana fursa ya kutumia mfumo huo kuweka taarifa zao kamili na taarifa zao sahihi, ambazo pia hizo taarifa zitakuja kuunganishwa au zitakuja kuwafikia au wakulima au vijana au wajasiriamali. Asante sana Anwari, tunakushukuru kwa wasilisho na kwa kujibu maswali yetu. Tunakutakia kila la heri. Asante. Asante. Mshiriki anayefuata ni Arafat Idi Marusu kutoka Kagera. Karibu sana Arafat. Habari ya leo? Nzuri. Hongera sana kwa kufika hatua hii. Asante sana. Sisi hapa unatuona ni jopo la majaji. Tuko 4 hapa na wenzetu 2 wanatufuatilia kwa mtandao. Ndio. Tutakuwa na dakika 5 kwa wewe kuwasilisha wazo lako, na baada ya dakika 5 hizo tumia muda wako vizuri kabla kengele haijaita, na baada ya hapo tutakuuliza swali moja kutoka kwa mmoja wetu. Karibu sana Arafat. Asante sana.
Inapotokea tishio la uchumi wa dunia kushuka kulingana na migogoro ya kimataifa kama vile vita, ushindani wa kiuchumi na kiteknolojia, ni changamoto zipi zinaweza kuikumba Tanzania na nini kifanyike ili uchumi wa Tanzania uendelee kuimarika? Cha kwanza kabisa ni ujenzi wa maghala ya mafuta, uboreshaji na usambazaji wa nishati mbadala nchini. Sisi kama taifa la Tanzania hatuwezi kujiondoa kabisa moja kwa moja na migogoro ya kidunia inayoendelea. Kwa mfano, nchi kama Japan, nchi kama Iran inazalisha zaidi ya mafuta 5% ya mafuta yanayotumika kote ulimwenguni, lakini pia inamiliki mkondo bahari wa Hormuz ambao ni pressure size ya dunia katika uchumi wa mafuta kwa zaidi ya 25% ya meli zote za mafuta zinapita katika mkondo bahari wa Hormuz. Lakini pia ukiangalia Urusi inapitisha mafuta na kusambaza mafuta katika maeneo tofauti tofauti ya dunia kwa zaidi ya 12% ya mafuta yote yanayotumika duniani yanatoka Urusi. Lakini pia inazalisha gesi kwa zaidi ya 19% ya gesi na kusambaza maeneo tofauti tofauti duniani. Sisi kama Tanzania kwa siku moja tunatumia zaidi ya mafuta mapipa 83,536 kwa siku, lakini kwa mwezi mmoja katika nchi yetu tunatumia zaidi ya mapipa ya mafuta milioni 2.51 ya mafuta tunayatumia, na kwa mwaka mzima tunatumia zaidi ya mapipa ya mafuta milioni 30.49 tunayatumia katika nchi yetu. Hii inaonyesha kwamba kama taifa letu la Tanzania tuna uhitaji mkubwa wa kuwa na maghala ya kimkakati ya kuhifadhi mafuta ili tuweze kuwa na akiba ya kutosha ya nishati mbadala itakayoweza kutumika leo au kesho kwa ajili ya maslahi ya taifa letu kwa ujumla. Na tukiangalia katika nchi yetu matumizi ya mafuta ambayo tunayatumia, akiba ya mafuta ambayo tunayo katika nchi yetu ni zaidi ya mapipa milioni 11.8 ambayo yana wastani wa kutumika ndani ya muda wa miezi 3 mpaka 4 na siku 7 ndani. Kwa mantiki hii inaonyesha kabisa tuna uwanda mpana wa kuwa na akiba ya mafuta katika mikoa ya kimkakati kama vile Dodoma, Geita na Mwanza, Arusha pamoja na Mbeya ambayo wana matumizi makubwa sana ya mafuta. Hii itasaidia nini? Cha kwanza kabisa itatusaidia kama taifa itatusaidia kama taifa katika sekta ya kilimo, kwa sababu tunapozungumzia kilimo cha kisasa hatuwezi kukitofautisha na matumizi ya nishati mbadala kama vile mafuta na kadhalika, kwa sababu tunapozungumzia kilimo cha kisasa ambacho kimeajiri zaidi ya Watanzania 65% zaidi ya Watanzania wameajirika huko, na kinachangia pato la taifa kwa zaidi ya 24.1 katika nchi yetu. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, katika kilimo ni lazima kabisa hatuwezi kukitofautisha na matumizi ya gesi, hatuwezi kukitofautisha na matumizi ya nishati. Itamsaidia mkulima kulima kwa kisasa, tutapata mazao mengi na watu wengi walioajirika huko zaidi ya 65% watapata ajira. Lakini pia katika sekta ya viwanda, vijana wengi waliosoma ambao hawajasoma, wenye elimu ya chini, elimu ya kati, wanaajirika kwenye viwanda, wanaajirika kwenye kilimo, wanaenda kuajirika pia kwenye sekta ya madini inayochangia zaidi ya 10.1 ya pato la taifa la nchi yetu. Kwa hiyo vijana wengi wataajirika kwenye sekta ya madini, vijana wengi wataajirika kwenye sekta ya kilimo, vijana wengi wataajirika kwenye sekta ya viwanda kwa sababu ajira ipo. Lakini pia sekta ya usafirishaji nayo imeajiri watu wengi, vijana, watu wenye elimu kubwa kabisa wameajirika, ikiwa maana kwamba marubani, mapiloti, wa manaoza, wataalamu wa kuendesha meli, ndege, wote wameajirika huko katika sekta ya usafirishaji. Lakini pia wameajirika watu wenye elimu ya kati, madereva, lakini wameajirika watu wasiokuwa na elimu, watu wenye elimu ya kutunza hesabu za fedha ndani ya magari wameajirika huko. Lakini pia wameajirika watu wenye elimu ya kawaida kabisa wameajirika huko. Kwa hiyo watu wote wataajirika kupitia sekta ya usafirishaji inayochangia zaidi ya pato la taifa zaidi ya 6.5 ya pato la taifa la ndani. Kwa hiyo hii itasaidia nchi na taifa kwa ujumla tukiwekeza zaidi katika teknolojia hiyo. Lakini kama taifa tunaweza tukapata pesa nyingi kupitia carbon credit ambayo wanalipwa zile nchi ambazo zinatunza mazingira, kwa sababu sisi tuna gesi katika maeneo ya Mtwara na maeneo mengine. Kwa hiyo tukiwekeza zaidi hapo, wananchi wetu watapata pesa zaidi na taifa litapata pesa kupitia, kwa mfano carbon credit tumeingiza zaidi ya bilioni 45 kupitia carbon credit katika mikoa mbalimbali ya nchi yetu. Na halmashauri kwa mfano ya wilaya ya Tanganyika, halmashauri ya wilaya ya Tanganyika iliyopo mkoa wa Katavi imepata zaidi ya bilioni 14.25 wamepata kupitia mradi uliokuwa unaitwa Mtakata Mountain Carbon Project. Zaidi ya vijiji 8 vimenufaika, lakini
ukiangalia katika halmashauri ya Kiteto. Asante sana Arafat, tunakushukuru kwa wasilisho lako. Profesa Mkandala, ninakukaribisha kwa swali. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Ndugu Arafat, ndio watu wengi wana mawazo kwamba nchi yetu ipunguze utumiaji wa mafuta na badala yake tuegemee zaidi kwenye nishati mbadala. Lakini wewe kama nilikuelewa vizuri ni kwamba unataka tuongeze utumiaji wa haya mafuta ambayo ni ghali, yanatoka nje na kadhalika kama ulivyoeleza vizuri. Lakini hapa bado unataja nishati mbadala. Sasa sijui uhusiano wake ukoje kati ya mafuta, petroli na nishati mbadala. Nilipokuwa naongelea mafuta, nilikuwa naongelea mafuta, lakini pia nishati mbadala, ikiwa na maana ya kwamba matumizi ya gesi, ikiwa na maana ya kwamba matumizi ya madini ya uranium ambayo yapo katika nchi yetu, hasa katika eneo la Dodoma, na kwa sasa hivi tuna washirika wetu wazuri ambao ni Urusi, wanaweza wakatusaidia kuwekeza kwa sababu ni mabingwa zaidi katika teknolojia ya kurutubisha uranium ili tuweze kupata umeme nafuu. Lakini pia gesi ambayo inapatikana Mtwara tunaweza tukaitumia vizuri. Hiyo ndio nishati mbadala ambayo pia na akiba ya mafuta. Tuwe na akiba ya mafuta lakini pia na akiba ya nishati mbadala, ikiwa maana ya gesi ambayo itawasaidia wananchi wengi wakaacha kutumia mkaa vijijini, ambayo inawaletea madhara makubwa, madhara ya macho, kifua, lakini pia na magonjwa mengine, lakini inapoteza muda kutumia mikaa, tofauti na kama watu vijijini wote wataamua kutumia gesi ambayo ndio nishati mbadala. Asante sana Arafat, tunakushukuru kwa muda wako, kwa wasilisho na kujibu maswali. Tunakutakia kila la heri. Asante sana. Mshiriki anayefuata ni Salma Usi Muhammad kutoka Zanzibar. Kwa majina naitwa Salma Usi Muhammad, nimetokea Zanzibar. Niko hapa kuwasilisha wazo linalohusiana na kuinua vijana, biashara na uwekezaji. Tanzania ina vijana wasiopungua milioni 20.6. Je, tutawezaje kuinua vijana hao ama kukuza biashara za vijana hao kiasi ambacho mamilioni ya vijana hao wanakabiliwa na tatizo kubwa la ukosefu wa ajira, mitaji, biashara na taarifa za fursa za uwekezaji? Hivyo, kwa upande mwingine pia, Tanzania ina wakulima wengi ambao kuzalisha mazao na kuuza katika bei ndogo ndogo, ambayo hiyo yote inasababishwa kutokana na ukosefu wa soko. Vile vile kupelekea wawekezaji kukosa taarifa rasmi za miradi iliyo na tija kwa ajili ya kuwekeza. Hivyo, kutokana na hivyo hupelekea kupunguza ajira, biashara, hata uchumi kiujumla. Kutokana na tatizo hilo, tukaja na suluhisho la kutengeneza mfumo wa kidigitali ambao utawaunganisha vijana, wakulima, wajasiriamali, wafanyabiashara na wawekezaji katika mfumo mmoja. Hivyo, mfumo huo utakuwa ni kupitia tovuti, USSD ama SMS. Kupitia mfumo huo utaleta athari kubwa katika jamii, ikiwemo vijana wengi kupata ajira, kuongezeka kwa biashara ndogo ndogo, usaidia uchumi kukua kitaifa, pia wawekezaji kupata taarifa za miradi iliyoidhinishwa. Vile vile itasaidia wakulima kupata soko kwa urahisi, ambayo itasaidia kuongeza uzalishaji na kimapato. Vile vile wazo hili ni la kibunifu kwa sababu linaunganisha huduma nyingi kwa wakati mmoja, yaani huduma mbalimbali katika mfumo mmoja, kama tofauti na mifumo mingine ambayo inaunganisha huduma moja. Mfano, mfumo wa ukulima ambao hapo utapata kujua soko au bei za bidhaa. Pia wazo hili linatekelezeka kwa sababu kupitia wazo hili tutatengeneza mfumo wa kidigitali ambao utawaunganisha vijana, wakulima, wajasiriamali, wawekezaji, ambao baada ya kutekelezwa kwa mfumo huo tutatoa mafunzo kwa vijana ambao watatumia mfumo huo. Halafu mfumo huo utaunganishwa na mashirika ya kifedha na taasisi mbalimbali za maendeleo ya umma. Vile vile
mfumo baada ya kuwa umeunganishwa na taasisi hizo utasababisha kupanuka kwa kimataifa hata nchi nzima. Mfumo huu ni endelevu kwa sababu mfumo huu kupitia mfumo huu tutapata mapato mbalimbali, ikiwemo mfumo huu utatoa mapato kutoka katika ada mbalimbali za miamala kutoka kwa wanunuzi na watumiaji. Pia tutapata mapato kutoka kwa matangazo mbalimbali ya kibiashara kutoka katika makampuni tofauti. Pia tutahusisha huduma ya kutoa mafunzo ya kibiashara kupitia wataalamu mbalimbali. Pia mfumo tutapata mapato kupitia mashirika mbalimbali ya kifedha na taasisi za maendeleo ya umma. Kupitia mapato hayo yatasaidia mfumo kujiendesha kwa muda mrefu. Kwa kumalizia, vijana wa Kitanzania hatuhitaji tu kuonea huruma, bali tunahitaji mfumo ambao utatuunganisha katika fursa. Wazo hili si wazo tu la kiteknolojia, bali ni wazo ambalo linatupa daraja linalounganisha ajira, soko, mapato na fursa za uwekezaji ambazo zitasaidia kuchochea maendeleo ya nchi. Asante. Asante sana Salma. Ninamkaribisha Dr. Nungu kwa swali. Salma, hongera sana kwa wazo lako. Asante. Changamoto gani unaiona katika kufanikisha wazo lako hili? Ni watumiaji wa mwanzo wa mfumo. Kwa nini changamoto wao? Kwa sababu ndio changamoto itakayohisi ya kwanza ni watumiaji wa mwanzo wa mfumo ambao wataniwezesha mimi kuhamasisha watumiaji wa mfumo ili kuona mfumo huo utakuwa una muhimu zaidi katika jamii na maendeleo ya umma. Asante sana Salma. Hongera kwa kuwasilisha na kujibu swali. Tunakutakia kila la heri. Asante sana. Mshiriki anayefuata kwa awamu hii ya kwanza ni Najma Zuli Mbogo. Atakuwa ni mshiriki wetu wa mwisho kwa awamu ya kwanza, then tutaenda ku break. Karibu Najma, habari yako? Salama, asante. Karibu, hongera kwa kufika hatua hii. Nashukuru. Sisi ni majaji, tuko 4 hapa na wenzetu 2 wanatufuatilia kwa mtandao. Tutakupa dakika 5 ili uweze kuwasilisha wazo lako, na dakika 5 tutakuuliza swali kutoka kwa mmoja wetu. Karibu. Asante. Kwa majina anaitwa Najma Zuli Mbogo. Swali letu liliuliza iwapo inatokea migogoro ya kimataifa au mabadiliko ya tabia nchi, Tanzania inaweza kujikwamwaje kutokana na majanga hayo kiuchumi. Wazo langu lilikuwa ni uzalishaji wa kimkakati kupitia nishati, uhuru wa nishati. Kwa sababu gani nimetoa wazo hilo? Tanzania kama ni mataifa mengine, inapotokea migogoro ya kimataifa tunategemea nishati nyingi kutoka kwenye mataifa ya watu, mataifa mengine. Kwa hiyo inapotokea migogoro hiyo, kwa mfano tunaagiza mafuta kutoka nje, inapotokea migogoro hiyo unakuta tunashindwa kupata nishati ya kutosha, kwa sababu bei za mafuta na gharama za uagizaji zinakuwa kubwa. Kwa hiyo nishati yetu inakuwa inapungua kwa mtindo huo. Lakini tunapokuwa na uhuru wa nishati, kwa mfano tukaanzisha viwanda ambavyo vinatumia umeme wa jua pamoja na biogas ambayo ni mabaki ya mazao yanayotokana na wakulima wetu. Mazao yanalimwa, yanapelekwa viwandani, yanachakatwa. Badala ya kupeleka malighafi kwa kuuza mazao ghafi kupeleka nje, tunakuwa tunazalisha bidhaa tunazipeleka nje. Kwa hiyo tunakuwa na viwanda ambavyo vinazalisha mazao, lakini yale mabaki yanayotokana na yale mazao tunatengenezea nishati ya biogas ambayo inaweza kutumika kuendesha viwanda vyetu kwa wakati wa usiku, lakini kwa wakati wa mchana tunatumia umeme wa jua kuzalisha katika viwanda vyetu. Kwa hiyo tunakuwa na uhakika wa nishati kwa 100% katika viwanda vyetu, badala ya kutegemea kuagiza mafuta kutoka kwenye mataifa mengine, ambayo pia itatusaidia kusave pesa na fedha za kigeni ambazo tunazitumia kuagiza mafuta kutoka kwenye mataifa mengine. Lakini pia kupitia
kuanzisha kwa viwanda hivi ambavyo vitakuwa karibu na wakulima zinaweza kutoa ajira kwa vijana mbalimbali, kama kufanya kazi kwenye viwanda vile pamoja labda na wataalamu wa viwanda, wataalamu wa kuanzisha mifumo hiyo ya nishati, tofauti na sasa hivi kwamba viwanda havipo, kama vipo ni vichache, lakini havitumii nishati kama hizo, pamoja na bidhaa nyingine, kwa sababu tutakuwa tunazalisha bidhaa zetu kupitia viwanda vyetu kutumia matumizi ya umeme wa sola pamoja na biogas. Tunakuwa na uhakika wa 100% wa umeme pamoja na nishati, lakini pia tuna uhakika wa kupata bidhaa zenye viwango vya kutosha katika mazingira yetu ya hapa nyumbani Tanzania. Lakini pia tukihusianisha uhuru wa nishati na uzalishaji wa kimkakati, tukihusianisha na dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050, dira ile inaongoza kwamba tuwe na nishati, uchumi wa kijani ambao unaongoza kwamba tuwe tunatumia nishati ambayo haiharibu mazingira. Kwa mfano tunapotumia biogas utachukua mabaki ya mazao kutoka viwandani, utaenda kutengeneza umeme, lakini baada ya kutengeneza umeme, mabaki yanayotokana na ile biogas unaweza kutumia kama mbolea ya viwandani. Kwa hiyo tunaona hapo tayari tumefanya mzunguko ambao umeokoa kutupa taka mitaani, ambao pia inaweza kusababisha uharibifu wa mazingira na majanga mengine kama magonjwa. Lakini pia tunapotumia umeme wa sola tunakuwa na uhakika wa umeme mchana kutwa, tofauti na ile kutegemea umeme wa gridi ya taifa, ambayo inapotokea kwa mfano mabadiliko ya tabia nchi, mvua hazinyeshi za kutosha, kwenye bwawa hakuna maji ya kutosha, inasababisha umeme unapungua, umeme unakuwa wa mgao, unakatika na kuwaka. Kwa hiyo viwanda vinakuwa havifanyi kazi kwa 100%. Lakini tunapokuwa na umeme huu wa jua, tuna uhakika kama umeme hautoshi wa grid ya taifa, tunaweza tukatumia umeme wa jua, lakini pia usiku viwanda, wakati hakuna jua, viwanda vikaendelea kufanya kazi kwa kutumia umeme wa biogas. Asante. Asante sana Najma. Ninamkaribisha Dr. Runogero kwa swali. Najma, asante sana kwa kuwasilisha mada nzuri, bila shaka inamgusa kila Mtanzania. Sasa hebu niambie Najma, kwa nini kama jua liko, kwa nini hatutumii? Yani uliposoma wakati unatengeneza ile wazo lako, kitu gani kinazuia tusitumie nishati ya jua? Maana lipo kila mahali Tanzania. Nishati ya jua ni kweli lipo kila mahali, lakini kutokutumika kwake ni kutokana labda na kukosa wataalamu, au kama wataalamu hawapo ni kukosa ile implementation yake inakuwa ngumu kwa sababu ya kukosa msukumo wa kufanya lile wazo. Ndio maana nimekuja nalo kutoa msukumo na kuonyesha umuhimu wake, ili liweze kusukumwa na kuweza kufanywa kazi, ikiwezekana liweze kunyanyua na kuinua uchumi wa nchi yetu. Asante sana Najma kwa wasilisho lako, lakini pia asante kwa kujibu swali. Tunakutakia kila la heri. Asante. Asante. Kwa muda huu tutaenda break fupi ya dakika 3. Nimeomba dakika 5. Majojongo naona kama kazi ni nzito. Kwa hiyo wameomba dakika 5 kidogo za kujinyoosha na kustretch.